how much do you make approximately as profit per day? In a good day, yeah, you can make a profit of up to 60,000. 60,000 from one business, from that one business? Yes. Watu wanakula Nairobi. Yeah. Watu wanakula Nairobi. Yeah. And how much is the rent? 45,000. Oh, 45,000 per month. Yeah. Okay, I can see. So iko mali pazuri, that's why maybe you can make such amount. Nairobi, unajua, the good thing with Nairobi is that Nairobi iko na watu wengi and watu pia wako wengi wenye wanafanya job. Today I've learned something from your story and may notice why maybe the houses in Nairobi, the business premises are so expensive. Kumbe people are making a lot of money out of them. Welcome again to my channel today. If you're new to this channel, please don't forget to subscribe to this channel. Na kwa wale wame subscribe kwa hii channel, thank you so much for supporting this channel. Na leo tumefanikiwa kuwa na mgeni kwa show kama kawaida. So bila kupoteza time, wacha tumintroduce, tusikie ni kitu gani akona anataka kushare na sisi siku ya leo. Okay, mambo vipi? Poa sana. Uko fiti? I'm good. Niko best. Uko best. Welcome by the kwa hii show kabisa. In most cases hii show tunajaribu tu kushare personal experiences. So bila kupoteza time, maybe unaweza tu introduce au tuambie maybe wewe ni nani, unatokea maeneo gani, then tuendelee na show kama kawaida. Majina official najitaga Isaac. Wengine wanapenda kuniita Karis, wengine wanapenda kuniita Kahoro, wengine wanapenda kuniita Wakanyosto. Zote zimekuwa majina zangu zote. Yeah. Hiyo majina yote inatokana na life yenye nimekuwa nikipitia. Na hadi mahali nimefika nimekuja na different names. Ama kulingana na wapi huko? Kulingana na place yenye ukiwa ulikuwa wapi? Kitu kama hiyo shule, high school, kazi, hustle, yani na mtamtaju. Okay, sometimes hata kama unakuwa busy ama wewe ni mtu busy, find time to kuwa na watu. Enda mahali social, go to churches, where people are, be there. Because at the end of it all, watu ndio umekumsee kukua msee. Na do yote, si ati do inakuwaga imewekwa bank kama nini. Ni do yako na yangu. So, nikikuwa na wasi kadhaa, that is what we call social life. Yeah. So, mimi pia, hiyo majina yanatokana na kukua social bado. Kwetu home ni Nyeri. Na home, let me say, home ni kwingi, lakini home kwenye mimi nimetoka kunaitwa kunaitwa Nyeri. Yeah. Mahali kunaitwa Gitathini. Yeah. Iko just within the localities outskirts ya Nyeri town. Yeah. But nimelelewa kidogo Nairobi, Nyeri. Na pia Nyeri kuna place ingine inaitwa Kieni huko, huko Watuka, Charity. Na maeneo kama huko Kanyage huko. So mimi ni boy tu wa mtaa tu, lakini nimetravel hii country like corner to corner, just kujaribu to fit my life mahali ta fit. Yeah. Tangu ni take direction nimekuwa mahali kwingi sana. Yeah. Maisha yako ya shule imekuwaje? Shule nimekuwa different schools. Yeah. Some even I can't remember, but I just Unasema you can't remember shule uliko. Kwani umesoma shule ngapi? Nimesoma shule mingi sana because sometimes family, my family, I come from a family of very young parents. Alafu unaangalia instabilities za life. Yeah. So kuna hiyo occasion, job, lazima sijui what. Okay, nimekuwa into different schools na nikikutajia ni mingi, hata wewe unaweza. Tukianza mimi nilianza shule hapo Gitathini. Hiyo ni huko home sasa, huko nursery school. Yeah. Kuna Kidagate na hapo hivi tunaita Teacher Wanjiko huko. Kitambo. Yeah, mbona mlikuwa mnaita Teacher Wanjiko ama like wanaitwa Mrs. Wanjiko, so tulikuwa tunaita Teacher Wanjiko. So sasa hii ni mzee bado wako. Iko tu pale Gitathini hapo. Kuna mahali nimeona imejengwa ka dispensary hapo karibu na ni kama iliisha by the way. Yeah.
ama ilikuwa tu nursery school, ilikuwa ni shule ilikuwa nursery school, alafu tena shule kubwa ilikuwa chini. So karibu na shule na kanisa independent. So nimeona siku hizi wamechange from our former nursery school to a dispensary, Gitathini dispensary. Hapo ndio nilisomea nursery school. And my early childhood development nilifanyia pale. Toka hapo sasa sinajua sasa shule kubwa, ukimaliza nursery school unaenda hiyo shule kubwa hapo chini tu. Inaitwa Kanoga Primary. Nikachapa pale Kanoga Primary 1 2 3. Hiyo ilikuwa ni kama mwaka gani hivyo hiyo primary, ukijoin primary? Ilikuwa kitambo, lakini my life mimi nilipelekwa. Unajua sasa nimekwambia wazazi wangu ni young. Nilizaliwa kwa familia ya wazazi young. So stories are made nini ilibidi niende shule mapema. So hata nikikutajia miaka utashtuka, lakini I'm very young. 2000 ndio nilikuwa naingia stand 2. Nilikuwa stand 2 2000. So inamaanisha Okay, so hapo kaka for how long, ama ulianza kutoka hapo kaenda shule nyingine tena ama? So nilitoka hapo nikaenda Good News Nairobi. Uko area za Kibra hapo juu kuna mahali kunaitwa Gumo. So ukiwa line 8 before ingia line 8 kuna mahali kulikuwa kunaitwa Gumo. So hapo Gumo kuna shule ilikuwa inaitwa Good News. So tulikuwa tunatoka Gumo unaingia Good News na rudi. Mahali Nairobi Sport Club ya golf iko just within the localities. So tulikuwa tunakaa pale. Mzee alikuwa anauza butchery. Madhe alikuwa anafanya job here and there. Alikuwa a very successful businessman. Alikuwa na butcheries. Nikigrow ndio nilimkuta nazo. Hata nickname yake alikuwa anaitwa Kariuki Wagorwe. That is mean Wagorwe hiyo hata kasi elewe lugha hiyo ni nguruwe hiyo. Hiyo nguruwe. So because hiyo in Nairobi alikuwa anauza azini hiyo butcher ilikuwa inauza nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe, and in Nairobi he used to rear his his nguruwe in Nairobi. So zile zingine ilikuwa na nini huko eneo za Kikuyu huko Kinoo. Sikia watu wakisema Kinoo Dingoingo Fogo Thare huko. Nakujua huko. Nakujua hata huko. Juu sasa huko ndio manguruwe zilikuwa zinatoka. So my dad used to wake up very early in the morning. As literal as I was, alikuwa ananifunza this is the way. Mwanaume ni kuamka asubuhi to try the level best you can. Alikuwa mtu ananionyesha way of life. Anakaa kiniongelesha sana because pia yeye mahali alikuwa ametoka mbali. Having challenges kwa business na ule ni mzazi yangu. Kuna hii kitu inatusumbua sana ya loan. So kuja to a point hizo biashara zikaisha. And we had to go back home. Sasa back in Gitathini. So I had to go back to my former school. Yenye ulianzia huko. So that is hapo 2003 2004. Nikarudi hapo. Then something happened, nikajipata Othaya, Kagere Primary School. Nikatoka hapo nikaenda shule fulani iko huko Kieni. After we relocated from Nyeri town sasa. Tukaenda Muiga. Mahali kunaitwa Charity. Mahali kunaitwa Manoro. Nilikuwa stand 6. So nilipelekwa boarding school. So kupelekwa boarding school, hiyo shule ilikuwa inaitwa Unison. Unison School. Yenye anaijua ilikuja kuisha by the year 2008. So ndio kukua na hii shift ya shule. Kama nilikuwa danda kidogo, so ilibidi nilipit shule ili at least akili ifunguke. So I ended up in stand 6 for 2 years. Ndio sasa nika proceed. And wakati Unison School ilikuwa inaisha, nilienda shule inaitwa Treasury.
Academy. Hapo ndio nilisomea mpaka class 8, but now tunaona zile shule za Ushago Academy haziko zinafika quorum. Ilibidi tukue booked mtihani kwa watu ka primary school. Yeah. Mahali sasa nilifanyia my KCPE. Yeah. I got good marks. Yeah. 360. Nikaitwa a very boring school, lakini nilikuwa nimejaribu. Mbona unasema very boring school? It was boring because ilikuwa na issues mob. Yeah. Na zile shule zote nilikuwa nimeitwa shule. Zote zilikuwa na maskandos. Maana unasikia Darasha Boys walikuwa wamechoma watoi, wamechoma watoi shule. Na ukisikia ingine ni kama Kagumo. My mom angeweza kunisustain Kagumo for long, so I had to go to another school. Nikaenda shule inaitwa Kangoi Boys High School. Yeah. In Nyandarua. That is back in 2011. Yeah. So I joined there, nikamalizia pale na mashida mingi. Yeah. Kufukuzwa shule, lakini si school fees. Yeah. Ni ile tu ujana kukuwa indiscipline, lakini si kukuwa indiscipline. I was just curious of the situation. Juu yangu ilikuwa inaenda until further notice. Yeah. Haikuwa ile go for good. Ama suspension for 2 weeks hivyo. Narudi. So after umemaliza hapo, maybe ndio ukaanza hustle direct ama ulienda university ama college? Mimi sitangi mzazi moja mom. But in my family I love everyone. Yeah. Nakumbuka my mom alinikujia shule. Yeah. Nikimaliza the last paper ya physics. Yeah. I never expected that my mom atakuja kujia from school to home. Yeah. So na tulienda nyumbani na kijana anaitwa Leonard. Yeah. I think he's an agriculturist up to date. Yeah. Hata hiyo time alikuwa an agriculturist because alikuwa anani encourage sana kulima. Yeah. And time yenye tulikuwa ikiti ya nyuma na my friend najaribu kuambiana what can we do next. Yeah. So sikuwa nataka kukaa nyumbani from the word go. Yeah, after umemaliza shule that is. Na hiyo ndio kitu yenye ilikuwa inanisumbua sana because nimekupatia history yangu ya high school. Yeah. Nilikuwa na further notice kadhaa. Yeah. Nilikuwa na suspension kadhaa. So ile utundu ungevumilia home. Yeah. So I decided naweza try kulima. Nikajaribu kulima. Iliingiana, lakini kuna mahali ilifika inajua kulima inataka roho. Yeah. Watu wenye wanalima I know. Na Ushago unajua kulima ni ile serious, si ya jokes. Ushago kwetu ni different na western na kwingine. Yeah. Because we do horticulture. Yeah. And iko na pesa, lakini it is inataka mental resilient. Na a lot of hard work na a lot of involvement. Yeah. Because before uvune kitu lazima kuwe umesweat. Yeah. So I tried that. It is good. It is a good hustle to start. Na ni kitu ambayo unaweza fanya with little capital because that's where we started. Yeah. And nikakuwa sasa na hover around Nyeri town. Nikaenda nikatafuta kazi. Ilikuwa mkahawa inaitwa I'm not going to say its name. Yeah. But ni mahali kuna chomwa nyama. Ni a very good restaurant. Yeah. Lakini ina offer beverage lakini ina alcoholic. So I was there, nikapewa kazi kama waiter. I think kwa me and my cousin anaitwa Aizo pia. Yeah. So tulikaa chini tukasema wewe ukipata 7 na mimi nipate 7. That's 14k. Yeah. That is worth pesa mingi yenye tutaplania hii do. Yeah. But those months haikuwa ingiana because tulienda up kufutwa within the first week. You tulichapa manager. So inamaanisha hata mkupata hata any pay kwa hiyo. We tulilipwa 3500. Yeah. Because mwenye alikuwa ametupeleka pale yangependa kunini. Aona mkinyanyaswa mtoke bure. Tukinyanyaswa, so tulilipwa 3500 tukaambiwa twende
twende salama because tulipiga manager. Yeah. Wewe alikuwa anaitwa Eric. Yeah. Kitu kama hiyo. So we hovered around and my cousin got a connection to, you remember zile lines Orange, you know, Orange lines. Yeah. Na kuuza kaduda Hizo masimu hizo. Kwa street ama? Ilikuwa road show. Yeah. Mnatembea na gari. Tunatembea na gari na upatiwa hizi simu zinaitwa fulani hivi mnaanza kutembeza around. Yeah. So we traveled with him na line moja ilikuwa na cost 50 bob. Alafu tena unawekea customer credit ambao. Yeah. Kaduda ukipewa unauza. They were there to promote their brand. They were not about to make profit. Yeah. So we did that job for a period of 1.5 years. Yeah. Na hiyo nilikuwa na to make busy during that time before time ya kwenda kampo. Yeah. Because me, I didn't score so much. Mimi niliscore just average. I'm just an average human being in all things that I do. You're just an average human being. Yeah, because hata ukiangalia my result slip ya KCSE, yeah, mimi niliscore C+ from mathematics to business. Zote ziko na C+. Yeah. Na my aggregate yangu yote ilikuwa 49 points. Yeah. Na campus ulikuwa naenda na 60, ilikuwa 62 ama 63 for men, 62 for women. Yeah. So mimi singemiki kwenda kampo. Yeah. So ndio maana nikakuwa na a lot of time huko nje, like 2 years. Yeah. Na later around. Yeah. So in those 2 years mimi nili experience a lot of things. Nimejaribu kufanya ufundi. I'm a very good hands-on. Hiyo ufundi, ukisema ufundi ni ufundi mason ama? Yeah, ufundi nimejaribu hiyo mason. Yeah. Nimejaribu hiyo carpentry, lakini yenye iliingiana ni carpentry and joinery. Yeah. So mimi hata ukiniona hivi mimi ni fundi wa carpentry and joinery mzuri sana with no papers. Yeah. Yeah. I can show you my art. Yeah. Because I believe carpentry is all about art. Mimi ni fundi mzuri sana. Yeah. Hata roofing nilijuria hiyo kazi Nairobi. Na nilikuwa naenda kwa mjengo naangalia what they do. Yeah. Because hiyo time tulikuwa na Mhindi alikuwa anaitwa Stera. So huyo Mhindi alikuwa ananiambia you can go there. Angalia wenye watu wanafanya, alafu wewe jaribu wewe jua. So hata hii JCB hii ya kuinua hii forklift, ile forklift. Yeah. Hiyo najua kuendesha, nilifunzwa na jamaa anaitwa Steve. Yeah. Tukiwa kampuni ilikuwa inajiita Epuco those time. Yeah. I think the first very affordable house kujengwa ilikuwa Kibra. Yeah. Na nilijaribu kwa hiyo nilikuwa najaribu vitu mingi. Yeah. Before now, because najua sasa saa hiyo nimepotea home. Yeah. Sitaki watu waanze kunipeleka shule zingine because I didn't want to do anything to do with engineering, but I later came to do it. Yeah. Mimi nilikuwa nataka story na medical school. Yeah. Na juu sasa hakukuwa na mtu anasema ati medical school ni mzuri. They all knew about engineering. Engineering ndio ilikuwa ya kusema hiyo. Yeah, ndio ilikuwa kusema. Na kila mtu mwenye alikuwa anaingia engineering in my village alikuwa anasema hey, ni engineer. Na mimi nilikuwa nataka kukua either nursing, clinical medicine, because singefanya medicine ya nini ya kuemo. Yeah. Because of my aggregate campo, but my passion ilikuwa medicine hata sahi. I'm a very good clinician, but hivyo tu. Yeah. Okay, na maybe so aukumaliza ukafaulu kwenda college kufanya those things unasema? Nilienda. So ulienda college ukafanya course gani? Nilifanya clinical medicine and surgery. At your free time unapenda kufanya nini? Mimi ukinipata kwa nyumba, utanipata nina repair tu vitu huko, to electronics. Yeah. Kama sio hivyo, I can take a very long ride. Yeah. Bike. Yeah. And naweza nipata swimo. But unapenda kuswim pia? But mostly yenye unapenda zaidi ni kumove around the nature. Mostly mimi ukinipata peke yangu utakuta nimechukua kijiti, natafuta mahali kuna kamsitu hivi. But secure place. Yeah. Nitatembea kama huko Gong, hizo milima za Gong. Utanipata huko. Yeah. I love hiking, that is. Yeah.
Okay, na family life, maybe uko na family ama uko single? I'm married. Yeah. Yeah. I'm married to one. Yeah, you're married to one. Yeah, family sipendagi kudiscuss sana, but I'm married to one. Okay. Yeah. Unapendaga chakula gani mostly? Mimi ni mtoto wa shosho, so doma, chai. So doma ndio your favorite sana. Akinapenda hiyo kitu. You know, I didn't tell you when I was in medical school, mimi nilikuwa nakaa kwetu kwa shosho. So every morning, yeah, shosho ange make sure jana usiku lazima kuwe na ndoma ama ngwashe. Yeah. za Karis kwenda shule. So mimi nilikuwa hata my classmate nilikuwa nawaambia, unajua sasa wengine wametoka Mombasa, Nairobi, wapi wanakuja medical school Nyeri. Yeah. So nilikuwa nawabebea hizo manduma hizo. Ndoma, ngwashe. Sometimes hata nilikuwa nawapeleka waende wachune avocado. So I love natural food. That is the thing that I love most. Kulingana na venye ulikuwa umeniambia, azini umeshawahi kuwa employed, maybe venye ulisema umeshawahi kuwa employed kwa hoteli hapo before, and then maybe pia umefanya some different hustling. Kuandikwa job na kufanya your own business, una prefer gani? Ama which unaona iko so beneficial? In business we say time is the golden art. Yeah. How you do your thing, with the time you improve. Yeah. Kuna mahali utaenda ilete shida, at the end of it all utajua hii ni mistake, and that's what we call experience. Yeah. And experience beats everything. Yeah. Na kuna kitu inaitwa professionalism. Professionalism, you have to go back to school, learn the art, practice, and make it work. But a habit that you learn and a habit that comes from you, they are totally different. An art that comes from you, it is yours, you own it. Yeah. So mimi, my brothers and sisters wenye mnasema mnamaliza kampu mwende mkaajiriwe, most of you go in the wrong direction, because I'm going to tell you something. Kuna kitu inaitwa PP, permanent and pensionable. Hiyo kitu unafikanga mahali, okay, mdomo yako na your signature ni pesa. And the first thing, watu wenye watasimama next kwako ni watu wa bank. You are offered a big loan with no strategy. That alone, it is enough to ruin your life. It will mean that in the next 7 years, 14 years, ama 25 years, you are a slave. You are working to pay a loan that you took with no strategies. Maybe you misuse. Now, most likely you will misuse that money. Go, start your thing, and then ukilemewa kabisa, and you know now Deventry nikiwekele hapa 10, kesho itanipa mbao. Hiyo ndio loan yenye unahitaji kuchukua. Nikichukua 10 niwekelee nipatie mbao na nitoe interest ya 12. Si unaona niko na 8 bado. So hiyo ndio loan yenye tunahitaji. Si loan ya kuchukua mita, unakimbilia gari hapa na tusumbua nayo huku. Kama unaenda unanunua mansion it in terms of mortgage, ulipe in the next 25 years. Hiyo kitu itakusumbua, bro. Anza your thing, ugrow nayo kutoka chini, at least ikifika katikati the middle, watu wataona kitu unafanya. Na sasa ndio wataanza kukuandama. That is the main difference between mse wa business na mtu wa PP. Business iko na pesa. It is an art. Na hata ukienda university, iko classified as art. Business is an art. How you do your thing, make your thing different, and you have money. Like now, okay. Kuna wakati nilikuwa na butchery Isiolo. Butchery Isiolo nilikuwa napata pesa mzuri. And then ukiona kitu imechange, environment imechange, change to something else. Weka boutique.
angalia kitu inaitwa demographic feature ya hiyo area. Yeah. Is it worth to invest there? Yeah. If not, switch to another kind of a business. E.g. a salon. Yeah. Naona watu wanatengeneza pesa kidogo ati sijui nini. Business ya beauty iko na pesa. I can testify to you. Yeah. Biashara ya beauty iko na pesa. Yeah. Because how much siko na mrembo? Uko na mrembo? Yeah, yeah. How much does she spend on her nails? I was asking maybe 1,000. Hiyo ni minimum. 1,000 per maybe kuunda mkono pekee. Vitu kai. Though I'm not. Anafanywa pedicure pesa ngapi? Siko sure hizo sana mambo. Akuje nunue wig ama anunue nywele ya kusukwa nayo. Yeah. So that's where the money is. Yeah. Kuna vipodozi. Per woman akikuja kwa salon yangu, yeah, ataacha kitu kama 6,000. Yeah. A very good place. Ani ataacha 6,000, akiwa ameacha kidogo sana ni 4,500. Yeah. Na sio mimi nafanya hiyo kazi. Yeah. Nimeemploy watu wafanye hiyo kazi. Yeah. Aniletee pesa, yani na mimi nawafunza kutengeneza do. Ikifika time yao kuvacate na mwambia sis, hii ndio unafaa ufanye hivi. Yeah. Yani wengine hata wakiland kwa mikono yangu wanalandingi wakiwa fresh from school green. Yeah. But you know, in everything, masomo unasoma, yeah, but the art unaipata huku nje. Huku nje tu kuna masomo mingi sana. Yeah. Ma PhD zimejaa huku tu. Yeah. Na ma PhD si zingine. Kuna mtu nikikwambia uendeshe ile mkoko. Yeah. Utaendesha hata dakika moja, lakini unacheki ule msee mwenye anajua kuendesha ile kitu. Anachukulia kama kitu very simple. Yani very simple. You have experience na. Ni experience. Nyie mnaenda shule huko mnafanya ma business courses. Yeah. Lakini ukikuja on the ground ni tofauti. Yeah. You have to do something extra. Once umeanza kutengeneza profit in a business, unapatanga kitu inaitwa financial freedom. Yeah, yeah. But that one does not guarantee you to exhaust your coffers. Yeah. Because biashara nimekwambia ni art. Yeah. Ukiona art ingiani, yeah, songa kwa kitu ingine. Shift to another thing. Yeah. Alafu biashara pia si inakuanga na seasons. Inakuwa na season, peak season. Yeah. Una make sure during the peak season you accumulate maximum. Yeah. Wakati wa chini, you still got bills, hazija change. Yeah. Sustain with your coffers. Yani kwa account zako zikuange, yani zinaweza kusustain during the peak na the lowest moment. Yeah. A business. Yeah. Na sasa kwa ule mtu maybe amemaliza tu kampo, maybe amefanya certain course, ana feel like making a decision about how maybe kuenda kutafuta job ama kufanya his or her own business, wewe unaweza advise nini? Start when you're in campus. Business start from mind. Yeah. Then inakuja kwa resource. Yeah. Alafu tena unakuja to the physical business. Yeah. And do you know there's nothing we call waste in this world to me? Waste in terms of what? Hakuna waste. Yeah. It is just a misplaced resource in another field. Or any kind of waste. Yeah. Ile kinyesi ya poultry farm, yeah, tunazalisha samaki. Kama chakula. Yeah. Then hii samaki, yeah, italiwa. Kuna hii kitu inaitwa, kuna hii bones. Yeah. Ukichukua hizo bones usiage. Hizo za samaki sasa. Na wale samaki wadogo. Yeah. Ukiwasiaga. Yeah. Si ni waste? Ni waste. We add kwa chakula ya ng'ombe. Yeah. Haitakuwa feed. Itakuwa feed. So in this life there's nothing like waste. Yeah. It is just a misplaced resource in another field. Yeah. Na a good business utilizes your waste. Yeah. Ukijua unaweza utilize that. Yani utapata
kuna ile waste yako. Yeah. Yani it is tunaweza sema it is a golden circle circulation ya economy. Yeah. Na hiyo ndio kitu imesustain watu wengi sana. Yeah. So in business, ukienda in business, enda in that mind. That inaenda na circle of business idea. Yeah. One is a waste to this, but one is a resource to the other. Yeah. So inakuta wakati business moja imefail, Yeah. hii ingine bado inakushikilia. Yeah. So that is the mind that yenye tunataka ku create kwa business. Yeah. Then have a pool of income. Yeah. And that's how to sustain yourself in business. Have a pool of income, unajaribu kumaanisha nini? Umeanza kitu fulani imekuwa successful. Yeah. You don't have to run it 100%. You cannot you can manage it while doing something else. Yeah. Why don't you start another thing? The same ama hata tofauti. Another thing. Different. Yeah. Because I don't see the worth of employing an employee who cannot work for you. Yeah. The essence of employing an employee, okay, it is to have someone who can hands-on to you, who can lend their hands to you, but the brain of the business remains to you. Sijui kama unanielewa? Nakuelewa. Business is all about secrets. Ni vitu mingi sana naweza kufunza za biashara. Yeah. Na nimekuja na an employee. Yeah. But see, the secret of the business, the owner ndiye ako nayo. So, the heart of the business is this secret mind. Na remember venye nilikwambia in business. Business start from the mind. Inakuja kwa resource, then inakuja physical business. So this mind ndio unafaa kushift, kuondoa from very many people. I'm going to give you a very good example. Ukienda pale Kamakis, unakutanga watu wengi wanachoma nyama. But believe me, there is a go in somewhere there. It never closes. Because they have their own customers and their meat tastes different. Na nyama ni mingi sana huku. Unakuta wengine wanafunga, bado wako. Because he had the secret of the mind. And he has that secret of that business. And something that comes from you, ni ngumu sana mtu kukopi. Hata kikukopi, atafail. Haizifanya the same way. Because the idea ni wewe ndio unajua. Wewe ndio unajua chenye unafanya. So, na si ati ule jamaa ako pale. Ako na employees. Amewafunza venye hii kitu inafanya. But the brain to learn that business, it remains a secret to everyone. That's how to go in business. So unakuta huyo mtu akona hiyo kago ins there and is still surprised timba elsewhere. So unakuta huyo mtu yani ajaajiri mtu aende akalale kwa nyumba. That is the thing that I want to bring. Or as in, despite the fact to majiri watu, you need to also find something else to do. Yes. So that you can make more money. Yes. You make more money and still you have to come and man your business because no one is there to benefit you. So, ndio maana unakutanga watu wenye wanajiita CEOs of their own. They have no time for their social life. Kila time utakutanga huyu mtu wako busy because akitoka hapa ende pale. Unakuta siku imeisha na ingia kwa ofisi ende accumulate all those things. It becomes hectic at a time, but the best way to relieve your pressures is finding something that you can do on your free time. Unasema sasa saa hii tuna assume all these things do not exist. It is just me and nature alone. So I have to go fight these pressures because pressure ya business si rahisi. Because now miona tumesukumwa sana na hii mambo ya tax. Tax is everywhere. Be it in the resources, be it in the actual service providing,
hadi kwa chakula, Yeah. hata kwa usingizi. Taxi iko kila mahali. Yeah. Yeah. So you can imagine this CEO manning about five businesses. Na zote zinaleta pressure kwa ofisi yake. Most people, they prefer to be employed because in employment source ya stress ni moja tu. Yeah. Your employer. Ndiye atakuja kupigia kelele. Yeah. Na hiyo kelele atapiga na aende. Yeah. But as a self-employed individual, Yeah. sasa pressure ndio inakukuta. Pressure inakuja kwako wewe. Yeah. Direct. And remember, you have people you are manning. Yeah. So you are a leader. Yeah. Welfare ya watu fulani inakuja kwa ofisi yako. Yeah. You have to, as a head of A certain group. a certain group of people, lazima uonyeshe mwelekeo. Huyu ako hivi, ako na mgonjwa, huyu sijui kuna nini, kuna shida. Hizo mashida zote lazima utatue. Yeah. And human, ukiwa umeajiri watu 5, 6, kati yao 6 umeemploy, 4 of them hawasikizani. Yeah. Yeah. So you have to find a way of making these people who are in different school of thoughts to work together. Yeah. Yeah. So it is that hectic. Yeah. Yeah. Na ndio maana unakuta CEO wengi si watu wako na mili kubwa. You have stress kuwapiga. Yeah. So you've been talking about business, how business is good. You've told us umefanya some different businesses. So maybe can you name for us some of the business you've done and where they are located? One thing, Yeah. if you read my mind, Yeah. I'm very specific with the kind of business, but I don't like saying what I have, but I will tell you. Yeah. Before I put a business, I look the locality, Yeah. the demographic feature, and the population. Some of my businesses are in Nairobi. Yeah. Some are located in my roots, that is in my hometowns. Yeah. Saying my hometowns is Nanyuki, Yeah. Chaka, Yeah. Nyeri. Yeah. Yeah. Is it only population that made you to decide to locate those businesses in those places? Or there are other factors? One thing, like I'm going to give you a good nini of something that I set up in Nairobi. Yeah. That is a butchery and a grocery. Yeah. A smart grocery. If you go there, you like the place. Yeah. It's a simple structure, but the money that it throws in there, Yeah. it will shock you. Let us just use that one of your businesses, maybe to try to convince you try to convince us that business is better than employment. So maybe on an average, I don't need an exact figure, but I just want you maybe to tell us on an average, how much do you make maybe from that, from that one business, maybe a day, maybe as a profit. I'm going to look at from this side. Yeah. And I check my phone. Yeah. Like today, we had 100 liters of milk. Yeah. And milk I normally buy at 40 shilling. Yeah. Per liter. Per liter. Yeah. It depends with the season. Yeah. Like today, I can see 1 liter of milk is 75 shilling. Yeah. From 40 shilling. Yeah. So you can do the maths. So that is that, like we are getting like a profit of 35 shillings per liter. Yeah. That's around. Hiyo fika saa 4 asubuhi. Yeah. Na So that's kuna ingine jioni. That's around 3,500. Na kuna ingine jioni. So like twice a day on kama 7,000. So I'm only counting the profit. okay. Yeah. So it's so you'll make like a profit of like 7,000. 7,000. Na hiyo ni kwa maziwa peke yake. Maziwa. You have maybe the meat, the other things, So the meat. the vegetables and The everything. meat. Same. I have around 500 kilos Yeah. of beef. Yeah. Maybe 50 kgs of mutton. Yeah. From that one business, how much do you make approximately as profit per day? In a good day, Yeah. you can make a profit of up to 60,000.
60,000 from that one business. Yes. Watu wanakula Nairobi. Yeah. Watu wanakula Nairobi. Yeah. And how much is the rent? 45,000. Oh, 45,000 per month. Yeah. Yeah. Okay, I can see. So iko mali pazuri, that's why maybe you can make such amount. Nairobi, unajua, the good thing with Nairobi is that Nairobi iko na watu wengi and watu pia wako wengi wenye wanafanya job. So maybe today I've learned something from your story, and may notice why maybe the houses in Nairobi, the business premises are so expensive. Kumbe people are making a lot of money out of them. So umeongea kukua expensive, but yeah. You didn't ask me how much did I spend. Kuna kitu inaitwa goodwill before you get that house. Or before you get the shop. Yeah. So wewe pia ulilipa goodwill? Lazima. How much? The figures will shock you. How much? But it is ni kama kupewa. Nililipa around 300,000. 300,000? Goodwill. That is only goodwill. Alafu ukishalipa tena unakuja kulipa your rent deposit. Rent 6 months. Yeah. Then unalipa mwezi ya hiyo mwezi. Yeah. Unalipa rent ya hiyo mwezi. Na this 6 months ni gani? Utakuwa naishi kwa ama you multiply 45,000 by 6. Then after you pay it, then you pay the first month. Yeah. Then from there you have to pay the bills like water, electricity. Sasa before you start up nakuta you need like 800,000 imeenda before startup. Yeah. But the good thing with the small business, yeah, you can start with roughly 200,000. You can start a business. Yeah. But hizi ma goodwill, yeah, na hizo ma rent, yeah, zinazuia watu wengi sana wasianze biashara. Juu mimi kuna dai fulani nishaitafuta shop nikaambia mambo ya goodwill, sijui hata ile haikuwa domo biko 100,000, but I was thinking like why should I give someone 100,000? Now the business I wanted to start was hata capital yake haikuwa inafika 100,000, so I was like mtu anataka kumaliza my capital hata kabla nianze biashara yenyewe. Sijui ni kwa nini hiyo kitu imekuwa, because mimi iliniumiza, yeah, before I realized, because I really wanted to do something, yeah, of my own. Yeah. Na kwa sababu nilikuwa nimeuzauza nyama, yeah, na nilikuwa nimefanya other business na niko na a lot, ndio nilikuwa nataka it was a try, yeah, rather than ununue kitu alafu tena ikusumbue. Yeah. So nikasema let me try this way, something that you have an experience of. Ulisema pia your father alikuwa kwa that field sometime back. So ni kitu at least ilikuwa in family, some as in kitu na mimi mwenyewe nimeifanya. Yeah, umeifanya before. Na mimi pia ni mkulima. So yeah, vitu kama vitunguu najua mahali zitatoka. Yeah. Nyanya najua mahali itatoka. Yeah. Mboga najua mahali itatoka. Yeah, na nilikuwa ninajua ni nini itabeba. Yeah. So ukiona kama hiyo capital 800,000 ya kulipa goodwill na nini sijui rent na nini. Yeah. Hiyo kama ni kuweka stock, yeah, will stock that sure, kind of a premise. Yeah. It should have a good income. Inafaa kuleta pesa mzuri. Yeah. Shida yenye inakujiaga na food industry, yeah, ni you make a lot of money, but ile siku itakuramba, you make huge losses. Unapatanga kuna challenges like for example Nairobi, unapatanga sometimes kuna vitu kama maybe maandamano, unapata shops are closed the whole day. Not even that one. Yeah. Maandamano you have to be hiyo ni kitu inaweza kuja anytime. Yeah. But do you know there is time? Yeah. Unakuta mostly in holidays. Yeah. Nairobi umezoea kuuza sales mpaka unasema kesho nitaleta stock iko juu. Yeah. Because haitoshei customer wenye niko na. Haitoshei. Daily inaisha. Na hiyo nakwambia one of my businesses. Yeah. Haitoshei. Yeah. So nimeleta vitu, yeah, za this much. Yeah. Nyanya unaweza iweka siku ngapi? As in roughly 3 days, 4 days itakuwa iko. Nini juu pale niko na code nini nimeweka zile code lines. So hata sukuma pale nini nikiweka.
So unakuta hii siku wakati tuna holidays, watu wengi wanaenda kwenda kwa malls, hoteli, wengine wanaenda mpaka kwa ushago. Wewe umegojea customers jioni, unaona wawili. Umeka stock ya kama 200 on that day. So hiyo siku ujue unless sasa ikwe Mungu akusaidie in the next day before ziharibike, uziuze na half the price. Urudishe do yako. Ama the following day wakati watarudi, unaanza kuwapatia nyanya 3, dania 2, na sukuma moja kwa sababu wakuja wakule nyama. Waondoe nyama sasa. Ili usimake good losses, usimake big losses. But losses in business are there. They're stressing. And the best thing to deal with these losses is just being resilient. And being patient in business. Na usikure haramu. Hiyo haramu ndio inaharibu biashara mingi by the way. Unakuta mtu anakuibia kanyama kamoja, which is roughly maybe hata ni gram less than 50 grams. Lakini ule customer akiona hiyo kanyama moja umeiba, inamuumiza zaidi. Hata afadhali ungeiba 500 grams ama ube nyama yote. Inamuumiza sana. Wengine unakuta ni story kama nyanya ukimpikia ule mtu mwenye umemwekea pale integrity. Integrity issues, anachukua moja yenye imeoza anaweka pamoja na hizi mzuri. Unakuta huyo customer ata develop something that itakuwa mbaya. Once ama twice hivi hawezi rudi tena. So in business, integrity is key. Honesty. Na ni absolutely honesty na patient. Wewe ukikuwa tu na hizo, believe me, hata Mungu mwenye ako mbinguni ataona this guy has really tried. Ametumia brains kidogo. Let me bless him. Na kwa hii time umefanya business ama you've been in business, umeona the good the advantages of being in business ama the profits zenye zinapatikana kwa business. Do you prefer, wewe unasema maybe leo mtu akuitie job, unazaenda kufanya job ya kuandikwa maybe? I told you that I was once in a medical school. And I trained as a clinician. I've never practiced. Yani I practice kidogo, lakini sile ati unaweza sema ni kupractice nini, attachment nini hizo. Hizo marulo experience nini. But that was not my line. I also have another diploma, electrical and electronics engineering. Hiyo kidogo naweza jaribu because lakini kwenda kusik kazi sijui Kengen, sijui Kenya Power, sijui wapi. Ama nichukue ile nini clinical medicine niende nitafute kazi. So wewe una prefer to self employment? Umeona iko na hata kama ni kwenda in that field, why don't I go in one of my premises? I have kuna mtu tulishikana na yeye nikapatia capital. She's a pharmacist. Amefungua pharmacy. So I'm also a stakeholder in medical field somewhere. So why don't I practice it 100%? And I'll get money. So you can do it as a business but not as an employee? No. Kama ni ingine electrical, I can put up my own company. Start signing tenders, big tenders with government and everyone. Yani tenders in form of employment, I can do that. Tenders but is not employment. Employment is mostly tenders. It is an employment. It's a form of employment and contracts, of course. But you can do it's more in business. It's more of business than employment. I can do that. But kukaa kugojea mwisho wa mwezi hiyo maisha, that is so tricky. Ni ngumu. Because you can be employed even a million shilling. But in the end of it all, ukumbuke daily uko na expense. Na venye the salary is bigger, the more the responsibility, the more the bills. So ukijaribu kukatakata hii pesa,
unakuta ina cater for your daily needs. Yeah. And your saving becomes minimal. As you approach your retirement, your savings becomes minimal. Or even nil. Or even nil. Yeah. You live hand to mouth. Yeah. Why is it that you seem to be so simple, despite all the businesses you have? In business, you have to be anonymous. Yeah. And the more you hide from the public, the better. Yeah. Operate from behind. Yeah. Then the second thing is that I have a lot of responsibilities. Yeah. So you have to maintain your profile. Yeah. That even the heavy rains, when it comes, you'll be at power, you'll be somewhere. You'll not be carried away by the floods, actually. Yeah. And the other thing is, I'm not like always like this. Sometimes I'm in suits or in smart casual. So you'll find me, it depends with the occasion. Yeah. And you know, when we say about this, and start putting my life in that extravagant lifestyle. Yeah. One day I'll need these people. Yeah. As a reader, you have to show people how to live within their means. Yeah. How to be always humble. Responsible. Despite what you have. Yeah, and being humble. Yeah. Yeah. Thank you very much for watching that video up to the end. Na kama hauja subscribe kwa hii channel, please make sure umesubscribe kwa hii channel. For those who have subscribed to this channel, thank you so much for your support. And I hope kwa wale hawaja subscribe, you are going to subscribe so that you don't miss our next video. Thank you very much for watching up to the end. Until next time.